Kwa kweli ni baraka vitu vitatu kukutana kwa wakati mmoja. Kukutana siku ya wanawake duniani, mwezi mtukufu wa Ramadhan na Kwaresma. Alafu katikati ya hayo matukio matatu, Equity Bank inakutana na wadau wake na partners wake. Lazima jambo kubwa lifanyike. Lakini kwa kipekee kabisa ni washukuru kwa kutenga muda wenu kuja hapa. Tuko kwenye siku za mwisho, fungu la 10 lile, si ndio? La mwezi wa Ramadhani. Zimeshapita futari hapa siku ya kwanza mpaka leo. Mialiko ni mingi sana, lakini bado mmeweza kupata nafasi kuja. Tunawashukuru sana. Siku ya leo sisi sio futari tu peke yake. Futari ni kumalizia kwa sababu tumefunga. Lakini tumependa tuitumie siku hii ya leo kuwaonesha mambo matatu ambayo tangu tumeanza watu wamekuwa wanaongea. La kwanza, tulitaka mtujue sisi ni nani. Equity yes, lakini Equity ni kina nani? Na tulitaka mtujue Equity kwa sababu tuna kile ambacho tunakiamini, tunakifanyia kazi kuhakikisha kwamba tunawapa wateja wetu kile ambacho wanakitarajia. Na sisi Equity kama taasisi ni watu ambao tunasema benki yetu ipo kwa ajili ya kuwezesha biashara, kupanua fursa, kuonesha fursa, kukuza biashara na kubadilisha maisha ya Watanzania. Ndio maana tupo. Na biashara yetu iko katika mfumo trial engines, sijui nisemeje kwa Kiswahili, ila tupo katika mafungu matatu. The commercial, tunaangalia biashara hizi leo na kesho, ambao tunasema ni sustainability. Na tatu, jamii tunakofanyia kazi, tuhakikishe tukifanya leo tunabakiza kwa ajili ya kizazi kijacho. Sisi ndio Equity. Lakini tunafanya haya, unaweza ukaiona ni lugha ambayo mbona inazungumzwa na commercial bank? Yes, kwa sababu tunatumia miundombinu ya kifedha kuwezesha haya, financial infrastructure kuweza kuwezesha haya ambayo tunayasema, kukuza biashara, kupanua fursa na kukuonesha fursa, kukuza biashara zako na kubadilisha maisha kwa kutumia financial infrastructure. Ndiyo kazi tunaoifanya. Wakati tumeanza Mama Zuhura wanazungumzia kuhusiana na staff. Benki tutakuwa na product zote, lakini lazima tuwaambie sisi ni wakina nani, tunafanya nini. Kwa tunawekeza kuhakikisha kwamba tunakuwa na weledi pale tunapokuwa tunatoa huduma kwa wateja wetu. Kama hatutakuwa na weledi, hutaweza kuona tofauti ya sehemu moja na sehemu nyingine, kwa sababu wewe ni mtu ambaye muda wako ni wa thamani, kazi zako ni za thamani, majukumu yako ni makubwa. Lazima uhudumiwe na watu ambao wana weledi mkubwa sana. Ndio maana tunawekeza kuhakikisha kwamba tunapata wafanyakazi wa benki ambao wanajua wanachokifanya, lakini wanajua kwamba wewe unahitaji nini. Ni safari. Inawezekana kuna sehemu moja au mbili hatufanyi vile ambavyo unatarajia, lakini commitment hiyo ipo. Na pale utakapotupa feedback, tunaichukua kwa uzito mkubwa sana kuhakikisha kwamba tunarekebisha yale mapungufu ambayo yapo kwetu. Na hii sio kwa wafanyakazi wanawake tu. Leo mmeona wanawake ni kwa sababu ni siku ya wanawake, lakini tunafanya vile vile kwa staff wetu
wa jinsia ya kiume, msije mkaona tunapendelea. Jambo la pili, nimesema nilitaka mtujue sisi ni nani. Jambo la pili ambalo nataka niliseme, tuko katikati ya iftari na kumaliza hii raundi ya kwanza. Jambo la pili ni kutoa shukrani. Asiyeshukuru ni nani? Watu wanasema jamani, namba ziko hivi sijui nini hapa na pale. Haiwezekani, wala sisi hatuwezi peke yetu bila wateja wetu. Hatuwezi peke yetu bila wadau wetu. Ndio maana unaona IFC wanasema tutaendelea kuwekeza kwenu kuhakikisha kwamba mnapata maarifa. FSDT watasema kwamba product zenu tunaziangalia. Walikuja wakaangalia, wao tu walichukua muda, wakasema tunataka tuiangalie hiyo Mwanamke Plus. Wakafanya research, waka benchmark product na hiyo proposition kwenye soko na zingine, wakasema hii proposition ni nzuri sana. Capitalize kwenye 1, 2, 3, lakini boresha 1, 2, 3. Kwa hiyo hatuna budi kuwashukuru wateja wetu kwa kutuamini sisi kuendelea kuwahudumia, lakini pia kwa wale ambao bado hatujawafikia ni kuwaonesha commitment yetu kwamba tunayo nia na tutawafikia, lakini pia kuwakaribisha benki kuweza kupata huduma zetu za kibenki. La mwisho ambalo nataka niliseme, sisi pia tulitaka kutumia mwezi huu kushowcase kwenu what is keeping us busy kwenye matawi yetu, what is keeping us busy at office. Na kila siku tunafanya nini? Tukiamka asubuhi mpaka tunatoka, sisi mawazo yetu yote tunamwaza mteja. Tangu tukiingia kazini saa 1:30, wengine wao wanasema bankers wanajua kuingia lakini hawajui kutoka, mpaka tunatoka jioni saa 11, tunamwaza mteja wetu. Nimeongeza nini kwake? Nimeongeza nini? Kwa hiyo tunawekeza sana, sio kwa staff kwa maana ya kupata maarifa, lakini tunajaribu kuwekeza sana kwenye product zetu, kwenye solutions zetu, kwa maana ya digital infrastructures, kuweza kuhakikisha kwamba services za benki sasa hivi sio kwenda benki. Services za benki sasa hivi ni kupata huduma za kibenki mahali ulipo. Kwa hiyo sisi, hivyo ndio vitu ambavyo vinatuweka busy, na tulitaka tu showcase kwenu kwamba sisi kufanya kazi na sisi hujakosea, uko sehemu sahihi, kwa sababu sisi hatushangilii tu kuona kwamba benki yetu imekuwa, lakini tunashangilia tukiona biashara yako wewe imekuwa, imefanikiwa, umeongeza biashara nyingine, umejenga kiwanda, umejenga majengo makubwa, umeongeza maduka, umeongeza matawi, umelima mashamba makubwa, umenunua machines, umetanua wigo wa biashara yako. Sisi hicho ndio kitu ambacho kinatufurahisha. Kwa tunawekeza ubunifu sana ili tuhakikishe kwamba tunaendana na wakati, lakini tunahakikisha kwamba tunakidhi matarajio yenu. Na pale ambapo mnaona kwamba bado hatujafanya, masikio yetu sisi yako wazi kusikiliza mteja anataka nini. Hatutengenezi bidhaa kwa ajili yetu, tunatengeneza bidhaa na huduma kwa ajili ya kwenu. Baada ya kusema haya, nilisema nitasema machache kwa sababu mengi wale watoa mada wanazungumza. Ni washukuru wale ambao wametangulia kutoa mada. IFC
Impact Leadership Academy, FSDT na staff wenzangu ambao wameonyesha the facts ambazo ziko ndani ya benki. Niwaombe tuendelee kushirikiana, tufanye kazi pamoja. Fursa zilizoko nje ni nyingi, lakini unazipataje? Ndio utarudi pale sisi ni kina nani. Baada ya kusema haya, niseme asante tena, niwakaribishe Equity. Mjisikie kwamba mkija Equity mmekuja kwenye benki ambayo ni mshirika wako wa karibu katika kufanikisha malengo yako ya kiuchumi na ya kijamii. Asanteni sana.